inakuja. Lakini upenyo unakuja kwa watu wanaoshindana, kwa watu wanaojua kwamba wako vitani na wanaopigana vita. Rehobothi, fikiria huyu mtu angekata tamaa kwenye kisima cha kwanza. Seki imetokea tu, maneno mawili matatu yametokea, huyu amekimbia. Bwana sio sana. Au ingefikia kwenye Sitna, akaona mashambulizi yamekuwa makali, akasema sasa mimi siwezi tena, mimi sitaweza tena. Bwana sio sana. Ni mara ngapi wa Kristo umekutana upinzani mmoja, ukutana kavita kadogo tu, nasema mimi siwezi tena, mimi na hiyo kwaya naacha kabisa, mimi na hiyo huduma naacha kabisa, mimi na hiyo ndoa naikimbia kabisa. Ni kadogo tu, kapepo kadogo tu. Lakini akija Sitna mwenyewe, sasa unafanyaje? Halo, Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Akitokea mwenyewe sasa, Sitna mwenyewe, hiyo ni Eseki tu imekupitia. Mimi hata hiyo ndoa siwezi tena, mimi na hiyo kanisa. Bwana asifiwe sana. Maneno tu mawili matatu tu. Moja niambia, wakati niko kwenye vita kali sana ya kudumu miaka hiyo, niambia mchungaji, maji ya moto hayaunguzi nyumba. Hebu chukua maji ya moto, hata kama ni nyumba ya makuti, uchemshe maji kabisa ya chokuti, yachemke hivi, halafu imwagie. Inaungua. Itaua tu mbinguni. Ni watu tu wanakufa. Lakini nyumba hata kama ni ya majani haiungui. Bwana Yesu apewe sifa sana. Simama imara. Rehobothi unaifikia. Rehobothi ni yako. Rehobothi ni halali yako. Rehobothi ni haki yako. Rehobothi ni fungu lako. Bwana atakufanyia nafasi. 2025 Bwana atakufanyia nafasi. Utastawi katika nchi. Utafanikiwa katika nchi. Utafanikiwa sana, utafaulu sana. Amen. Bwana siwe sana. Amen. Utazaa sana na kuongezeka. Bwana Yesu apewe sifa. Na hayo yote huja baada ya upinzani, na baada ya kupigana vita, na baada ya kusimama imara. Bwana siwe sana. Tunaisema Rehobothi, lakini ukumbuke kwamba Rehobothi inakuja, inafuata upinzani, inafuata vita. Ukiona una vita, usimame imara, usikate tamaa, ujue kwamba naendea Rehobothi. Bwana sifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wamama wanyoshe mikono, wale ambao mlishaenda leba, wanyoshe mikono. Bwana sifiwe sana. Mungu awabariki sana wamama. Jamani tuwapigieni makofi mama zetu. Wapigieni makofi mengi jamani. Hawa watu Mungu awabariki sana. Haleluya. Ukiona mama anacheka na mtoto, ujue kwamba kuna mchakato fulani ambao si wepesi ameupitia. Mimi kuna watu wananipigia simu, mchungaji niombee, nina mchungu lakini wa kujifungua, lakini unakuja na kukata, niombee uchungu uongezeke. Hello? Kwa nini tusimwombee upoe? Ukipoa ni shida. Haleluya. Ukipoa ni shida. Anapiga simu kabisa, tumuombee mtu ule uchungu uongezeke, ukolee zaidi. Haleluya. Ni Eseki tu. Umekimbia hata Sitna hujafika. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Rehobothi inakuja, lakini ukikutana upinzani, simama imara. Kwa sababu Rehobothi inafuata upinzani, inafuata vita, inafuata mapambano. Utakapokuwa imara, ukawa thabiti, utaiona Rehobothi. Kama ambavyo mwanamke anapocheka na mtoto, kuna kitu fulani hapo nyuma amekivumilia, akastahimili. Na Yesu anasema wakati mtoto anazaliwa, yule mwanamke anaweza akawa na huzuni, lakini akishazaliwa tu, Bwana siwe sana, ni furaha inakuja. Na mimi nilishaongea na malezi, na nilishaongea pia na wamama. Na mimi niwahi kufanya kazi hospitali kwa miaka 7. 2090, kuanzia mwaka 94 mpaka mwaka 2001 nilipotoka nikaenda kusoma chuo cha Biblia.
Nilitoka kwenye huduma za hospitali ya Kairo. Niliambiwa kwamba mama anapojifungua kuna homoni zinaitwa happy hormone. Kuna homoni za furaha. Yaani akishajifungua mwili unaachilia kemikali fulani za kuleta furaha. Zinaitwa oxytocin na majina mengine. Ziko kama 3. Hizo homoni yani mwili wenyewe unaziachilia kwenye mwili. Zinapokuja yani unasahau. Hata kiambia urudi kesho na mimi. Bwana asifiwe sana. Ndio maana unamkuta anacheka. Yaani pamoja na sarakasi zote zilizopita, lakini akisha mpokea mtoto wake hivi, unamkuta anacheka. Mimi nilishangaa mtu ananipigia simu baada ya nusu saa amejifungua. Tunaongea kabisa. Mchungaji namshukuru Mungu. Yanipigia simu alikuwa anaweka kwenye gari saa 3:30. Saa 4:20 ana mtoto. Kanipigia simu, "Unauliza vipi? Umejifungua sasa? Umeshajifungua au ndio uko njiani?" Ananiambia, "Nimeshafika hospitali, nimepika tu hivi, dakika 20 zilizopita nimejifungua mtoto wangu ni naye." Yeye anaongea kawaida kwa sababu, lakini kumbuka kuna mapambano yanaanza kabla. Bwana asifiwe sana. Wana wa mfalme tuko pamoja? Amen. Ushindi kwa Yesu mbele. Haleluya. Kwa hiyo Rehobothi siku zote hufuatana na upinzani. Ni baada ya upinzani, ni baada ya dhiki. Yesu, ngoja kusomea ule mstari wa Yesu anatoa mfano katika kile kitabu cha Yohana Mtakatifu. Sura 16. Yesu anatuambiaje? Yesu anasema hivi. 21, Yohana 16:21. Anasema wanawake nafikiri wataelewa vizuri. Au pengine kama Yesu atakuwa amealikosea mtatuambia. Lakini anasema hivi, mwanamke azaapo yuna huzuni kwa kuwa saa yake imefika. Lakini akisha kuzaa mwana haikumbuki tena ile dhiki. Yesu yuko sahihi? Wa mama tu ndio watujibu. Yesu yuko sahihi? Kwa kweli wa mama mjani mpewe soda ya baridi. Kabisa tena take away. Hivi wapao nitampelekea soda baadaye. Biblia inasema mwanamke azaapo yuna huzuni kwa kuwa saa yake imefika. Lakini akisha kuzaa mwana haikumbuki tena ile dhiki, kwa sababu ya furaha ya kuzaliwa mtu ulimwenguni. Rehobothi utafurahi. Utasema sasa Bwana amenifanyia nafasi. Lakini kabla ya hapo kuna opposition, kuna vita unapigana. Unahitaji kuwa imara. Siti na isikutishe. Eseki isikutishe. Ni mchakato, it's part of the process. Tuko pamoja. Yesu. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo sura ya 5. Mathayo sura ya 5. Usifikiri tu ninaongea labda kwa sababu ya nini. Sura ya 4. Samahani, ni Mathayo sura ya 4. Ule mstari wa 11. Kisha Ibilisi akamwacha, na tazama wakaja malaika wakamtumikia. Alimwacha mara ya ngapi? Mara ya kwanza alikuja akamjaribu. Yesu akamshinda. Mara ya pili akaja. Yesu akamshinda. Mara ya tatu akaja. Yesu akamshinda. Biblia inasema kisha Ibilisi akamwacha. Tazama wakaja malaika wakamtumikia. Lakini ni baada ya mara ngapi? Mara 3. Shetani anamtafuta. Shetani anamtafuta ili kwamba aharibu mahala fulani, avuruge mahala fulani, ajichanganye mahala fulani. Lakini Yesu akafanyaje? Yesu akashinda kila wakati. Na akajua kwamba kuna Rehobothi naiendea, kuna baraka naiendea, kuna heshima naiendea. Bwana asifiwe sana. Kuna utukufu na uendea. Siwezi nikabesa. Biblia inasema akamweka kwenye mlima mrefu, akamwonyesha falme zote za dunia. Luka anasema kwa sekunde kwa dakika moja. Unaona dunia nzima kwa dakika moja. Hayo mafunuo ni ya hatari. Sekunde 60 umeshaona dunia yote na uzuri wote na utajiri wote na fahari zote na kumwambia sasa nisuluhie. Ukipiga goti tu. Mimi napanda nakupa eti kwa sababu
vitu vyote viko mikononi mwangu. Shetani akamwambia, Yesu akamwambia shetani, hii namba sio sahihi, wrong number. Haleluya. Akamwambia mimi imeandikwa usujudie Mungu na muabudu yeye peke yake, maana yeye ndio mwenye mali. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo malaika wanakuja kumtumikia baada ya nini? Baada ya kujaribiwa. Rehoboth inakuja baada ya kujaribiwa. Furaha inakuja baada ya mchakato wa leba. Haleluya. Baada ya leba ndio kitu kinazaliwa bwana. Ulizeni tena wamama, kaeni nao vizuri wawaambie kama muelewi. Bwana siwe sana. Baada ya leba ndio kitu kipya kinazaliwa. Rehoboth inakuja baada ya leba. Rehoboth inakuja baada ya kujaribiwa. Rehoboth inakuja baada ya mapambano. Bwana sifiwe sana. Itakuja Eseki kipita, inakuja Sitna. Mwisho wa siku Ibilisi akamwasha. Na tazama malaika wakaja wakamtumikia. Haleluya. Yesu Kristo apewe sifa. Yakobo sura ya kwanza. Yakobo sura ya kwanza. Mstari wa 12. Kwa mstari unafahamu? Wangapi wanafahamu Yakobo 1:12? Wangapi wanafahamu? Wangapi? Mtu yule afanyaje? Mjui. Au unaogopa majaribu? Sio mazuri lakini majaribu. Hata mkiogopa majaribu. Sio mazuri. Lakini anasema heri mtu astahilie majaribu, kwa sababu akiisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima Bwana aliyowaahidi wampendao. Baada ya majaribu unapata taji ya uzima. Bwana siwe sana. Anasema heri mtu astahilie majaribu. Neno heri linamaanisha amebarikiwa. Kuna baraka zinakuja baada ya majaribu. Bwana siwe sana. Kuna baraka zinakuja baada ya majaribu. Kuna kibali kinakuja baada ya majaribu. Kuna mafanikio yanakuja baada ya majaribu. Hili neno blessed au amebarikiwa heri kwa Kigiriki wanatumia neno makarios. Neno makarios maana yake ni mtu aliyebarikiwa, mtu ambaye amepata kibali kwa Mungu, mtu aliyependelewa na Mungu. Ndio neno hili heri. Lakini huyu mtu anatakiwa kufanyaje? Awe amefanyaje? Amestahimili majaribu. Kwa hiyo majaribu yanakuja, na baada ya majaribu na wewe ukastahimili, unabarikiwa, unakuwa heri. Haleluya. Mwambie jirani yako, majaribu mengine ni mlango wa baraka zako. Anasemaje? Anakubali. Najua ni ngumu, si rahisi. Watu wanapenda kuiona Rehoboth tu imekuja, lakini kumbuka majaribu mengine ndio mlango wa baraka zako. Anasema huyu mtu anayestahimili. Neno kustahimili nalo lina tafsiri nyingi, pamoja na kuendelea kuwa mwaminifu, kuzidi kuwa mwaminifu katikati ya majaribu, kulinda uaminifu katikati ya majaribu, kutunza uaminifu katikati ya majaribu, kuvumilia na kustahimili katikati ya majaribu. Unapokuwa kwenye majaribu, Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Anasema maana akiisha kukubaliwa. Hili neno kukubaliwa maana yake ni baada ya kuwa amepita mtihani. Bwana sifa sana. Baada ya kuwa amepita mtihani. Ni mwanafunzi yupi alipewa cheti bila kufanya mtihani? Wanandoa tu pekee yao ndio wanapewa cheti kabla ya shule. Shule ya ndoa tu ndio inaanza na cheti. Hiyo pekee yake. Sijawahi kuona shule nyingine. Bwana sifa sana. Maana baada ya harusi ndio darasa linaanza. Ukishaambia alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asitenganisha. Ujue darasa linaanza siku hiyo. Lakini cheti umekabidhiwa na vigelegele vimepigwa kwamba sio ndio unahitimu, sio ndio umefanyaje, haieleweki. Imekaa hivyo lakini. Bwana sifa sana. Hiyo ndio shule pekee ambayo nimeiona dunia hii ambayo unaanza na cheti ndio unaingia darasani.
tena kwa miaka mingi, darasa la miaka mingi kweli. Sijui unapata sijui baadaye unakuja kuitwa doctor au professor, sielewi. Ukikaa miaka 60 kwenye ndoa unakuwa nani? Wana wanaosomea PhD nafikiri kihesabu haifiki miaka 20, ni kama miaka 20 ya kusoma. Kama 20 na kidogo. Lakini miaka 40, 60 bado uko darasani tu. Haleluya. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba maana akisha kukubaliwa, kwenye tafsiri ya Kiingereza inasema having stood the test. Wengine wanasema having proven to be genuine. Kwa maana ya hapa huyu aliyetafsiri hii tafsiri anayotumia ni kama bidhaa. Bidhaa ikitoka kiwandani inapitishwa kwenye majaribio. Ndio maana kuna shirika la TBS hapa Tanzania na KBS Kenya. Kazi yao ni kufanyaje? Ni kuthibitisha kwamba hii bidhaa ni halali au ni feki. Isipojaribiwa unaweza ukauzua bidhaa feki. Ndio maana kuna shirika la viwango na kutusaidia kudhibiti bidhaa. Mkristo feki ataonekana kwenye jaribu. Mtumishi feki ataonekana kwenye jaribu. Mtu mwenye imani feki ataonekana kwenye jaribu. Mtu mwenye imani genuine au imani halisi, Mkristo halisi, mwokovu halisi ataonekana kwenye jaribu. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amen. Acha majaribu yaje, tuone rangi zao. Ndio, acha majaribu yaje. Yesu alisema hivi, zile nyumba mbili mnazikumbuka? Nyumba moja imejengwa juu ya mchanga, nyingine juu ya mwamba. Zile nyumba mbili inawezekana kwenye finishing zinafanana. I think so. Nafikiri kwenye finishing zinafanana. Na kama ungekutana na dalali, unaweza kuingiza mjini. Ukanunua nyumba, ukafikiri umenunua nyumba. Kumbe umeuziwa kiangazi. Wanaonunua viwanja, usiende kununua kiwanja kiangazi. Wanaotafuta nyumba, usitafute nyumba kiangazi. Tafuta nyumba masika. Nina jirani yangu pala anateseka. Pale kuna jirani yangu pala anateseka sio kidogo. Kumbe amepangishiwa nyumba, lakini alipangishiwa nyumba mwezi wa 8. Mwezi wa 8 jua linawaka. Yaani hiyo nyumba hiyo, mvua hizi kidogo tu zimenyesha, hawalali, maji yote ndani. Lakini alipopangishiwa jua lilikuwa linawaka kama kweupe, kwa amepata nyumba kweli. Nyumba mbili, zile nyumba mbili, kilichotujulisha nyumba imara ni ipi? Sio finishing, sio muonekano. Mafuriko yakaja, pepo zikavuma, mvua zikanyesha. Ndio tutakujua. Haleluya. Tutakujua. Biblia inasema heri mtu yule, amebarikiwa mtu yule astahilie majaribu, kwa maana akisha kukubaliwa, akisha pita kwenye mtihani, akisha pita kwenye majaribu na akapita, akisha pewa mtihani na akafaulu. Haleluya. Bwana asifiwe. Sio kufeli. Kaini aliambiwa dhambi kwa wapi? Mlangoni. Mlango mpaka kwenye kuishi. Kwa hiyo kumbe Kaini alikuwa na option. Kaini alikuwa na option ya kushinda ama kushinda. Chaguo lilikuwa na kwake. Mungu amemweka, amemwambia tena, Mungu amempa onyo karibu mapema sana. Anamwambia, Bwana dhambi ipo mlangoni, imekupasa kuishinda, inapotea. Kumbe naye alikuwa na chaguo la kushinda ama kushindwa. Biblia inasema akisha kukubaliwa, akishafanya mtihani na kufaulu, atavikwa nini? Taji ya uzima. Atapokea taji ya uzima. Hiyo taji ya uzima ni nini? Taji ya uzima inafananishwa na nini? Na kombe. Bwana sio sana. Nani anapewa ni timu gani anapewa kombe wakati imeshinda? Ndio kuona. Nani anapewa medali au nishani wakati ameshinda? Yupo. Nishani huja baada ya ushindi. Kombe hutolewa kwa washindi tu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo
ushindi wako katika majaribu unakufikisha Rehobothi. Hebu fikiria Isaka angekatia tamaa kwenye Eseki. Sema kaweka beleshi wapi? Mabegani, akaenda nyumbani kulala. Bwana sio sana. Au basi akijitahidi akafika kwenye Sitna. Kaona Sitna mambo yamekuwa magumu. Akasema haleluya. Kilichomshinda Esau ni nini? Jaribu na njaa. Haleluya. Jaribu na njaa. Njaa tu. Hatujui kwani. Yeye umefunga siku 40 kasoro sasa hivi. Yeye ni wanaume na nusu. Mwemshinda Esau unajua. Yeye wanaume na nusu kweli. Sipa. Njaa, ile njaa sio kwa siku ngapi? Sio hata siku kama televisheni. Lakini mwanaume anasema jamani, ya nini? Nipe msosi bwana. Hayo sio ya mzaliwa wa kwanza nini? Yatajijua huko mbele kwa mbele. Wewe nipe msosi tu bwana mdogo. Nini takufia? Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Nataka nimalizie hapa. Japo nilikuwa na vitu vingine vichache, lakini kwa leo sitamalizia. Lakini namalizia hapa kuambia kwamba wewe unaiwekea Rehobothi. Lakini Rehobothi inakuja kwa washindi. Biblia inasema kwamba atapokea taji ya uzima ambayo Bwana aliwaahidi wampendao. Na njia mojawapo ya kuonyesha kwamba unampenda Mungu ni kuvumilia pressure ya majaribu. Wakati unampenda Mungu. Wakati unampenda Mungu. Amen. Wewe nikupe kipimo. Kipimo cha kujua kwamba unampenda Mungu ni pressure ya majaribu. Haleluya. Wewe ni msema mtu mmoja. Yuko hapa anaitwa Anti. Anti unamfahamu? Anti ndio shakwa. Kuna kitu kimoja ngoja nataka nitoboe siri. Nataka nitoboe siri. Hajanipa ruhusa lakini kuna kitu kimoja Anti aliwahi kuniambia. Kuna wakati alikuwa kwenye majaribu fulani. Kaniambia mchungaji, ninapitia majaribu. Na ningeweza kurahisisha mambo. Kulikuwepo na njia ya kuyafanya kwa urahisi zaidi yakaenda. Mambo yakaenda. Sasa lakini kwa sababu niliokoka, kwa sababu ya Kristo, kwa sababu ya wokovu ndipo kama nilivyo. Nimekaa hivi nilivyokaa. Lakini uwezekano wa shortcut ni kweli. Bwana sifiwe sana. Kila mtu ana option ya shortcut nyingi. Jaribu ndilo litakalo tuambia, pressure ya jaribu ndio itakao kuambia kumpenda Mungu. Mapiti pressure ya majaribu tunayokutana nayo, tunayafahamu mengine, ndio itakayo tuambia ya kama unampenda Mungu wako. Tukutana na mtu mzuri sana kanisani. Mtu mzuri sana kanisani. Kidogo baada ya siku 2-3, miezi 3, ukiuliza ni nini kimekupata mwanangu? Mchungaji, acha tu majaribu. Nimejaribiwa tu. Nimedanganywa. Kuna mtu kanidanganya. Kweli. Pressure ya majaribu itatuambia kama unapenda Mungu au la. Lakini taji ya uzima, taji ya washindi, na hii taji wakati mwingine ni mamlaka ya utawala. Taji kwa sababu ile inawakilisha nini? Ufalme na mamlaka na utawala. Hiyo taji inakuja kwa wale wanaompenda Mungu, ambao wanadhibitisha kumpenda Mungu kwa sababu ya kuvumilia pressure ya majaribu. Pressure ya kukosa hela, pressure ya kukosa kazi, pressure ya kukosa mume, pressure ya kukosa mke, pressure ya kukosa kazi, pressure ya kukosa mtoto. Bwana sio sana. Mtu anakuambia njoo nikupeleke kwa fundi, atakutengenezea mambo. Na walokole wengine wanaenda kimya. Na kesho anakuja kanisani atuambia namshukuru Mungu. Shukuru Mungu kweli. Wenda kwa mganga wa kienyeji. Au utakuja hapa unasema Mungu amekusa. Mungu yupi huyo? Namalizia na mtu mmoja mnamfahamu anaitwa Yusufu, si ndio? Yusufu alikuwa ni mtu aliyempenda Mungu, akadhibitisha kwamba anampenda Mungu. Jaribu pressure iliyokuwa juu yake
kwa ofa, akaishinda. Lakini kuishinda kwake akaishia wapi? Magereza. Lakini alitoka magereza ni prime minister, taji ya uzima wanaopewa washindi, taji ya utawala, alama ya mamlaka wanaopewa washindi wanaoshinda majaribu. Rehobothi inakuja kama tuzo. Namalizia. Rehobothi inakuja kama tuzo kwa washindi wanaweza kusimama. Eseki ikija wamesimama, Sitna ikija wamesimama, upepo ukija wamesimama, wakikosa kazi wamesimama, asipoolewa amesimama, asipooa amesimama, akikosa pesa amesimama, akitukana amesimama, akidharauliwa amesimama, jaribu likija amesimama imara. Huyo ndiye ambaye anaqualify kuifikia Rehoboth. Haleluya. Haleluya. Mwambie jirani yako, maji ya moto hayaunguzi nyumba. Maji ya moto hayaunguzi. Naomba usimame nimshukuru Mungu. Naomba usimame nimshukuru Mungu. Haleluya. Kuinua mikono yako nisema natamka maneno machache tu juu yako. Na kuinua Yesu mwana wa Mungu. Na kuinua kupaye kushinda. Najua tupo kwenye majaribu. Rehoboth iko mbele yetu. Lakini kati yetu na Rehoboth, kati yetu na kufanywa nafasi, kati yetu na baraka zetu, kati yetu na ushindi wetu, kati yetu na heshima yetu, kati yetu na kufanikiwa kwetu, kuna Eseki, kuna Sitna, kuna majaribu. Bwana Yesu, kuna vita, kuna upinzani. Mlango wa kufa umefunguliwa, lakini wapo wengi watupingao. Kama kanisa, kama mtu mmoja mmoja, kama wanandoa, kama vijana, kama wababa, kama wamama, kama watumishi wa Mungu. Bwana Yesu mwana wa Mungu, tumeinua mikono yako juu yetu juu. Tumeinua mikono yetu juu, tumesarenda mbele yako Bwana. Mbele zako tumenyenyekea. Mbele zako tumejiachia. Tupe nguvu ya kushinda. Tusishindwe na Eseki, tusishindwe na Sitna, tusishindwe na jaribu na aina yoyote. Mpe neema kila mtu ya kushinda, kwa sababu Rehoboth ni haki yake. Rehoboth ni halali yake. Rehoboth ndio urithi wake. Rehoboth ndio fungu lake. Tupe kushinda. Asiwepo hata mmoja atakayeonekana amekosa kwa sababu ya kushindwa. Bwana, asante sana kwa nguvu ya kustahili majaribu. Asante kwa nguvu ya kuyashinda mapingamizi. Andiko anasema wewe mwenyewe kwa furaha iliyokuwa imewekwa mbele yako uliyashinda mapingamizi. Uliyashinda majaribu. Ulimshinda shetani kwa sababu ulijua kitu kizuri kinachokusubiri. Utukufu na ukusubiri. Tupe kushinda kama ulivyoshinda. Tupe kusimama imara katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake, ili ya kwamba tukaione Rehoboth na hadi zake zote na baraka zake zote na nguvu zake zote na neema yake yote na utukufu wake wote na utele wake wote, katika jina kuu la Yesu Kristo mwokozi wetu tumeomba na kuamini, na wote tuseme amen. Amina. Yesu awabariki sana.